nikaoa maji, nikapeleka upstairs, nikamwekea maji hapo, nikateremka downstairs, nikaamsha msichana wake wa kazi alikuwa amelala. Na watoto nikaangalia bedroom wako sawa. Skaya amelala vizuri, Dania amelala vizuri. Nikateremka, nikaamsha msichana, nikamwambia auntie, usilale. Ukae hapa, saa hizo ni saa 8:10. Ukae hapa kwa kiti, ndio mama akiitana kuamke mpatie maji. Nitakuja asubuhi 6. Mamangu alikuwa amelala kabisa, nikamwamsha na mimi nilikuwa na drive. Nikamwambia ingia kwa gari tuende. Nataka ufungue hiyo mlango pole pole, ingie kwa gari tuende home. Na tukatoka na msichana akafunga mlango na tukaelekea nyumbani. Nikaenda nikazima simu, nikalala. So ni kama tu wakati nilala Betty alianza bleeding na kama alikuwa na bleed kwa kichwa ndani na alikuwa na bleeding kabisa. So wakati aliamka kwa kitanda ni kama alisikia oxygen imeisha. Akatoka kwa kitanda, akaamka, bleeding ikaanza kuanguka na yeye mpaka kwa stairs. Akateremka kwa stairs akiwa na bleed, akafungua mlango, msichana wake akamuona juu nilikuwa nimeambia msichana asilale. Akamuuliza mama umeenda wapi? Na ni kama already akiwa amelala alikuwa amebleed sana kabla ajisikie mpaka oxygen ilikuwa imeisha. So msichana alikuta anatafuta funguo za gari na amefungua gari na akaanza kupiga honi. Betty was a fighter. Angekufa akiwa amenyamaza. Akapiga honi estate mzima na msichana neighbor sasa na security wakakuja. Huyo neighbor wake akamchukua akampeleka AAR. Mimi 6 nikaamshwa na msichana juu napatianga msichana wangu simu. Kaniambia juu wakati sasa Betty alifikishwa AAR hangechukuliwa kwa sababu hana pesa ya kuingia huko. Na Tash akabana yake akapigia Jane Mthoni, akampigia akamwambia Betty amepelekwa hospitali na neighbor na sishiki shiro. So naye Jane Mthoni akakimbia kwa hospitali AAR, akakaa hapo, akajaribu kunipigia. Msichana wangu akachukua simu, nikaamshwa, nikamwambia wacha nilipe hospitali. Nakumbuka nilipa 260,000 kwa sababu hao marafiki walikuwa wametoa kitu 1,300,000 wakiwa watu 30. Kama Kigoma alikuwa anatupatia 50k then 20k. Betty alikuwa ameniambia wewe usiache tu, nimepigana vita ya kutosha kwa social media, nimetusiwa ya kutosha, kama tu unaweza ruhusu tu nisiingie social media, kama tu hata watu wanajua wakikuja kwa room ya Betty nilikuwa hivi, karibu ni fight na mtu usimpige picha, usijaribu kumpiga picha kwa sababu alikuwa anataka ajiheshimu mpaka wakati wake wa mwisho. Na alikuwa ananiambia usiwache mtu asinipige picha in this situation. Na wakati tulilipa 260 nikafika hapo 6 nikakuta wamechukuliwa, wameingia. Na hapo ndipo niliona Betty yuko sawa kwa sababu alikuwa anarudia kitu moja, I want blood, nataka damu, A positive. Hivyo ndivyo alikuwa anarudia. Nikaona huyu Betty si mwenye aliacha usiku na ni mgonjwa sana. So tukaharakisha AAR, tukalipa, tukaita Kegomo, tukaita Ben, tukaita Lois, tukaita watu wetu wote wenye tunakuanga na wao kwa hiyo group, wenye tulikuwa nao kwa hiyo group, wakakuja wote. Walikuja kitu watu 15 na tukaita familia. Wakati tuliita familia kitu saa 4 ya mchana, Betty akagongwa na stroke. Nikamgonga hii side. Na wakati nilienda kumguza hivi, nikakuta mdomo nageuka iko hapa. Nikaambia Jane Mthoni ni nini na happen na Betty? Mbona amepigwa na stroke? Tukaambiwa ana bleed kichwa. Sasa hapo ndio tulijua ugonjwa wake already imekuwa serious. Ana bleed ndani ya kichwa na akona clot na mambo imekuwa mabaya. Sasa hapo ndio tulisema aingie ICU na akaingia ICU. Tulikaa hapo the whole day. Tutoka hapo saa 3 ya usiku, mnajua hivyo. Tukamkaisha, tukaambiwa tuwezi ingia ICU, tukakaa hapo nje, tukalia hapo nje. Siku nyingine tukakuja asubuhi, tukakuta bado Betty si mzuri. Na tukaambiwa hiyo sasa ilikuwa inaitwa acute myeloid leukemia. Tukaambiwa ilikuwa imejificha kwa mwili. Na ndio maana hata Betty alikuja kwa chama
alikuwa anasema, mnakumbuka, wacha ni secretary, alikuwa secretary wetu, lakini angesema wacha nilale kidogo alafu mtaniamsha. Tunamuuliza ati heri dakika ile nyambe ngome. So wakati niligoogle about myeloid, asijui acute myeloid leukemia, that monster, niliona inakupatianga fatigue na inafanyanga uwe na kichwa. So wakati wa mwisho tulikuwa chama kwa Wakafura, Betty aliniambia nimekuja na gari but sitaweza kudrive, ni bebe. Na nikimbeba akarara kwa kiti ya nyuma. Ananiambia yes, kwa sababu already sasa hayuko vile alikuwa anafaa kukua. Kama tungemwambia andike akiwa secretary, anaandika turaini tuwili, analala. Hivyo ni kusema hiyo ugonjwa wa Betty imejificha kwa mwili kama miaka 3. Kuna wakati sasa, maybe wakati tunafikiria ni wakati wetu wa mama, wakati wa periods zinakuja, zinapita ile wakati inafaa kupita. So ile kitu nimejifunza na hii kifo ya Betty, naweza ambia kila mama na wanaume, tukubali kusikiliwa, tukubali kuangaliwa. Utimudo jamba hemulimo aikoro mulimo ucio ni wa wĩithia wa irimũ. Utimudo jamba hemulimo waimwana ari strong, mwana ucio ni mwenye roite bara nyingi. Mnajua zile vita ameshinda, hata wengine wetu tungepigwa hivi tungekufa, lakini Betty alisimama na Betty alikuwa strong. Hata wakati wake wa mwisho, wakati kwa sababu hiyo siku alipoteza speech, na wakati niliona speech imeenda, haongei na mimi, nikimguza haongei, nikimwongelesha akiwa ICU anisikii. Nikaambia kina Bengedai na kina Kigongo hapa na Lois, nikamwambia tuite watoto wa Betty kwa sababu tunataka kumpiga transfer aende Kenyatta. Tumeambiwa Kenyatta ndio wanaweza treat, wakuje ndio sasa aende chemotherapy. Juu tulikuwa tumesema sasa aanze chemo. Nikamwambia tuite watoto wa Betty waone mama yao, kwa sababu waliacha mama mwenye anaongea, na waliona damu kwa stairs, na walikuwa wanauliza mama yetu yuko wapi, why is my mother. Walikuwa nafikiria mama yao alichinjwa ama something happened. Nikamwambia tuwaite watoto wakuje hapa waone mama yao tukimhamisha. Tukagoja hapo mpaka 6. Nakumbuka wakati huo tuliacha bili, tulikuwa tumeacha bili ikiwa 600, but kugojea masaa mawili tupate kitanda kwa Kenyatta, bili ikapanda to 800, na hatukuwa na pesa. Kigongo alikuwa anapigia mpaka watu hawajui Betty, marafiki wake wenye wanajua kuweka mambo wakiwa wamenyamazia. Na ni vizuri kama uko na rafiki ama kama wewe ni rafiki ya mtu, please usitengeneze content na mama ya mtu ama na rafiki yako. Pesa ya YouTube inaisha, pesa ya Facebook itaisha, lakini ile heshima utaheshimisha mama ya mtu, kwa sababu hiyo ni mama ya mtu, itadumu. Wakati huo tulichanga 300,000, tukapigia mpaka Moses pia akiwa Dubai, nikamwambia tusaidie. Nikapigia sister ya Betty ako US, alitusupport sana, akatuma 50,000. Sisi tukaongezea pesa yetu tulikuwa tumetoa, na kwa sababu tulikuwa tumeambia madaktari hatutaki akae hapo. Nakumbuka Jane Mugoni alikuwa anaenda hapo anagonga meza, hatutaki akae hapo for 1 month. Vile tuliambiwa pesa, tukarudi nyuma tukaambiana, gari atatuambia sisi tumeaibika vile tulikuwa tunagonga meza tukisema hatutaki akae 1 hour, lakini tumekosa pesa. Nikamwambia tukazipata, tukalipa bill, watoto wa Betty wakakuja. Na nakumbuka wakati Sky aliona mamake, kwa sababu Betty alikuwa amefungua macho, na alikuwa anafanya hivi kwa sababu anashangaa ni nini shingo yake imefanya, but ajui amegongwa na stroke ya side moja. Wakati alitolewa na kitanda kitu 7 hivi, akatolewa hapo, akaangalia watoto wake, ni kama alituangalia sisi wote. Naangalia Jane Mugoni, anaangalia mimi akiwa kwa kitanda, anaangalia kila mtu, alafu akaangalia watoto wake, akawajua. Machozi yake ikaanza kutiririka, akalia. Sky akasema anataka aingie hiyo ambulance na yeye amwambie kitu. Sky akamwambia, "Mom, I know you are a fighter. You are going to fight this cancer.
utatoka hapa mama. Akapiga magoti kwa Abira. Mbia Mungu usiache mamangu akufe. Kile wakati tulifika Kenyatta. Nilikaa tu siku 2. Na angetritiwa. Already cancer ilikuwa imemkula. Akiwekwa damu inakunywa. It was too late. But vile naweza waambia kama nafikia beti. Hatujaruzi. Na ile kitu tunaweza fanya ni kusimama na watoto wake. Kama vile Sir James mnaweza simama na wambui wangu nikiwa nimeenda. Tusimame na watoto wake. Na usiache ile pesa beti ametafuta. Chio watoto wake. Wacha Sky siku moja asituulize mamake alikuwa slave na huyo mtoto hana kitu. Wenye wanatengeneza content watengeneze tu na jina lake. Lakini sisi tutasimama na watoto. Tutasimama na Sky. Tutasimama na Dani. Na watasoma. Kwa sababu hakuna mtu awezienda. Naweza enda kesho. Waboi wangu naweza jua kuna watu, kuna marafiki. Na kuna wazazi wengine. Saa hii sisi wazazi wa Sky na Dani na watasoma. God bless you.